dhiki. Neno linasema mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humwepusha nayo yote. Unaweza sema mbona hizi hali zimezidi kwangu mimi? Nimetafuta kazi, tuna kazi, biashara iendelee, lakini njia ya pekee ni kumuomba Mungu. Hata kama umeona kipato kimepungua, biashara haiendi tena, kazi hakuna, endelea kumuomba Mungu kwa hilo. Lisikufadhaishi, maana usipokuwa katika maombi, shetani huanza kuleta mawazo mengine machafu. Kwa hiyo suluhisho ni kumkabidhi Yesu haja za mioyo yetu. Maandiko yanasema msijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali na kuomba mwambie Mungu, mbona hili linanilemea? Mbona hili linanifanya kama nashindwa? Nisaidie. Bwana amesema katika maandiko kwamba jaribu linalokuja kwa mwanadamu kawaida, lakini hufanya mlango. Kwa hivyo linapokuwa zito na kumhusisha Mungu, yeye hutengeneza mlango, hutengeneza wepesi kwa ile shida unayopitia. Ushauri wangu ni huu, ya kwamba ile dhiki unayo, lakini kwa hali hiyo ni maombi tu ndugu yangu, si kingine. Ni maombi tu dada peke yake. Jikabidhi kwa Yesu hiyo hali ambayo inakutishia, hiyo hali ambayo inakuogopa. Jikabidhi kwa Mungu, mwambie Yesu, hii hali unipe nguvu, unipe nguvu. Yesu ataingilia kati. Yesu kwetu ni rafiki, ni wajapia, tukiomba kwa Baba. Yesu kwetu ni rafiki, ni wajapia, tukiomba kwa Baba. Kwanza, Yesu kwetu ni rafiki. Pili, tukiomba kwa Baba, maombi anasikia. Asifiwe Yesu Kristo. Wewe usione hali unayopitia ukasema sasa hapa Mungu ameniacha. Kwa hali hii ni kama sionekani tena katika mtandao wa Mungu. Kwa dhiki hii hapa sioni kama Mungu yuko pamoja nami. Hapana. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego wangekuwa na hayo mawazo, wasingemuona Mungu katikati yao. Danieli angekuwa na yale mawazo, asingemuona Mungu katika ile shida. Lakini uishi ukitambua kuanzia leo kwamba Yesu kwetu ni rafiki, na tukiomba kwa Baba, maombi yanasikia. Inapozungumziwa Nairobi, inazungumziwa habari za dunia, jinsi ambavyo watu wamefika mahali wanachoka na wokovu na kutamani maisha ya duniani. Wametamani mambo ya ulimwengu walioyaondokea. Lakini imefika mahali mioyo yao imegeukia dunia na wanapenda kwenda katika dunia. Lakini huko ambako wanakimbilia si kuzuri, kwa sababu hukumu ya Mungu imeshukia huko ambako wanakimbilia. Huko dhambini unakokimbilia, nakimbilia ulevi labda, nakimbilia uzinzi na uasherati labda, unakimbilia anasa za ulimwengu. Lakini huko ambako nakimbilia, hukumu ya Mungu inashukia huko, na ukienda huko hutakuwa salama. Si mambo ya Nairobi yanazungumziwa. Unaweza kuwa uende Nairobi lakini unafanya anasa. Nawe uwe makini, kwa sababu maandiko yanasema kwa sababu ya hayo
hasira ya Mungu au ghadhabu ya Mungu inawashukia wanadamu kwa sababu ya hayo. Kwa sababu ya gani? Yaliyozungumziwa katika Wagalatia 5:19. Kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Na watu wanaofanya mambo kama hayo huchochea ghadhabu na hasira ya Mungu. Lakini watu wameamua kuondokea wokovu na kuirudia dunia. Lakini kule wanakoenda si kuzuri. Kwa hivyo muwe macho. Mioyo yenu isiondoke kwa Yesu. Msikimbilie Betheli. Msiende Gilgali. Itaangamizwa hiyo. Inaingizwa utumwani. Msiende huko. Lakini mtafuteni Bwana. Mtafuteni Yesu. Lishikeni neno lake. Atawaficha msipatwe na hukumu. Sifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu ameonyesha picha ya hukumu katika yale maono kwa watu wanaokimbilia dunia. Sasa ile umechukua maamuzi ya kurudi nyuma, umechukua maamuzi ya kuachana na Mungu, ghadhabu ya Mungu inashuka. Au Yesu anarudi. Au siku zako ndio zinafika mwisho duniani. Utakachokutana nacho hautaweza kukipenda, lakini utalazimishwa kukutana nacho hivyo hivyo. Hivyo msiende Betheli, msiende Nairobi katika roho, si katika mwili. Katika mwili hakuna shida. Kuna shida wa kwenda Nairobi, ande Nairobi. Asifiwe Yesu Kristo. Wa kwenda wapi? Watu wanaonekana wanakimbia kule, wanakuja huku. Kutafika mahali watu watamani kuokoka. Tafika mahali walio katika anasa kwa sababu ya shida, kwa sababu ya dhiki, kwa sababu hata walio tangulia mbele wanatamani kuja kwa Yesu. Lakini time ile ya kujikusanya mpaka uingie katika toba hawezi ipata. Kumtafuta Mungu ni sasa. Ukisubiri siku ile mpaka ikupate umeingia katika shida, hakuna maombi yanayoweza kutengeneza pale tena. Hakuna maombi yanayoweza kutengeneza. Hata nani akuja aombe, huwa hakuna tena. Kifika mahali umeshindwa, unakoroma, ndio unatafuta msaada wa Mungu, huwezi upata msaada wa Mungu. Maandiko yanasema mtafuteni Bwana mkiwa bado mko katika hali yenu ya ujana, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, kabla haijakuja siku mtakayosema sina furaha nayo. Usiwe na mawazo ambayo watu wako nayo wakisema kwamba tunangoja na ngoja kwanza nitaokoka baadaye, na ngoja kwanza nitengeneze mipango, nataka nirekebishe kwanza hiki ndio nimtafute Mungu, ndio niokoke. Mawazo hayo siwe nayo. Wokovu ni sahihi. Wokovu ni sasa. Mgeukie Mungu ili aponye moyo wako, ili akuokoe na hasira ile inayokuja mbele. Sifiwe Yesu Kristo. Nimeshuhudia mambo ambayo yaliutishia moyo wangu. Kuona mtu ambaye ukitazama unajua huyu haendi mbali, anakata roho. Jinsi ambavyo anapata shida, anakoroma, mdomo uko wazi, yani ni kama anafukuzwa. Kwa kumtazama unajua huyu mtu ana mashaka, ana hofu. Lakini hata hivyo unajua wazi hapo hakuna mtu kupona. Sifiwe Yesu Kristo. Anakoroma kama vile walio huwa kuna wengine wakiwa kwa usingizi wanangorota. Lakini naona ni heri ile ya usingizi.
anang'orota. Hakuna mtu ambaye anapenda kukaa karibu na yeye. Sasa watu wote wako kule mbalimbali, ameachwa peke yake, anang'orota pale. Choo zote ni hapo. Sasa yule ibilisi yuko na yeye hapa kwa hapa, yaani vile ambavyo anahema, unajua huyu anachoka sasa hivi. Akiendelea hivi kwa lisali moja, masaa mawili yajayo, atashindwa kuhema vile anavyohema. Sifiwe Yesu Kristo. Nimeyaona kwa macho yangu. Hata kama ni maombi unaomba, lakini unaomba ukijua hapa huenda nikasikia pumzi ya mwisho ikikatika hapa. Na kweli kwa hali ile mtu anashindwa. Lakini moyo wangu huwa unajiuliza maswali sana. Ingelikuwa nguvu na uzima aliyokuwa nao, angejishughulisha na Mungu. Unajua wanadamu inapofika hali ile, wanajaribu kukusaidia kwa mawazo yao. Hapo ndipo nilipojua kwamba Yesu peke yake, sidanganywe, ndiye anaweza kuokoa. Walimchukua ndugu, wakasema wanampeleka msikitini akaombewe. Kumbe ndo anaenda kumuongezea mashaka. Majini yakamvamia, yakamunyonga. Hakuna mtu anayeweza kutoa mapepo ila Yesu. Walisema wanaenda kumtoa mapepo, sababu walikuwa na mapepo, wanaenda kumtoa mapepo yaliyoko ndani yake. Lakini kumbe walikuwa wanaenda kuongeza mapepo. Ukiona ile picha, unasikia uombe maombi ya toba kwa ajili ya moyo wako. Ukisikia ile hali, ukiona ile hali na kusikia yale mambo vile yalivyo, nasikia moyo wako uingie katika maombi ya toba na kumwambia Yesu, nitakase moyo wangu, nikamilike. Ikifika vile huwa yani hakuna tena namna. Kweli unakufa ukijua unakufa. Unaondoka duniani ukijua kweli naondoka na hapa sina jinsi, hakuna mtu wa kunisaidia. Uwe inafika mahali katika hali yako, huwa hakuna mtu anaweza kukusaidia. Huwa hakuna mtu anaweza kukuokoa. Hata wakuzingire, hakuna mtu anaweza kukusaidia hali ile, maana hufikishwa mahali mwanadamu. Kama ni mapepo yanakufukuza, wao hawayaoni, wewe ndo unayaona. Kama kuna mapepo yanakunyonga, wao hawaoni, wewe ndo unaona. Lakini mimi nilithibitisha kwamba yuko mmoja ana uwezo wa kutoa mapepo, anaitwa Yesu Kristo. Lakini kwa njia nyingine hakuna. Usidanganywe. Muamini Yesu, shikamana na Mungu. Siku ile, maana sisi ni wanadamu, hupatwa na mashaka. Naweza likakupata jambo, lakini likikupata, bora kuwa mikononi mwa Mungu, bora kuwa mikononi mwa Yesu kuliko kuwa katika mikono ya shetani. Maana siku ile mwanadamu huhitaji msaada. Naamini kabisa kwa hali ile
angeponyoka pale na awe mzima, awe na afya, naamini angefanya maamuzi yaliyo mazuri. Naamini. Sifiwe Yesu Kristo. Kwa hali ambayo nimeiona. Kwa hiyo ndugu zangu, msitafute Betheli, msitafute Gilgali, msitafute. Maana Gilgali na Betheli zinaenda kuangamizwa, lakini mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Hata mkiondoka duniani bado mtaishi. Amina. Sipo hapo siku ya leo, lakini nimesema ule ujumbe na nikasoma hiki kitabu ili tuweze kuelewa. Lakini namshukuru Mungu, wengine wanakuja. Yule mama mjamzito, nasimamia watu wenye dhambi, watu waovu ambao wanakuja kwa Yesu na wanahitaji msaada. Watakuja kwa Mungu, wahitaji kusaidiwa. Hivyo wewe jiamini kwamba unaweza. Maana aliona natafuta mamake ajasaidie. Lakini jiamini wewe unaweza kusaidia mtu kwa mahali ambapo Mungu amekufikisha. Mungu atawaleta. Wana dhambi, ni wabaya, ni wachafu, ni wachawi, ni washirikina, ni wezi, walevi, ni makahaba, lakini Mungu atawaleta na atawasaidia. Asifiwe Yesu Kristo. Atawasaidia kwa sababu Mungu alimtoa mwanao wa pekee kwa sababu ya wenye dhambi, ili waweze kuokolewa wakiamini. Kwa hivyo kama wana dhambi, kama wana uovu, lakini wakija kwa Yesu, Yesu atawatakasa, watakuwa safi. Lakini huzuni ni kwamba wengine wanaamua kwenda duniani. Wanatoka wanaenda Mombasa, na wengine wanatamani kuja Mombasa. Wanatamani kuja kwa Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Ambako ndo kuna amani, ambako ndo kuna furaha. Wengine nao wanaamua kuachana na Yesu. Sasa mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Niseme nini? Na Yesu ashalipiga neno lake muhuri. Kasema kwamba wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Tuweze sema lingine, ila tunamuomba Mungu atusaidie ili tusiondoshwe katika laini yake Mungu wetu. Amina. Ila nataka tuangalie mambo mengine kwa kitabu cha Samueli wa pili sura ya 15. Mimi ningependa kusema jambo. Ukiwa katika dunia na umemwamini Mungu, jua kwamba hautaacha kukutana na hali za kuvunja moyo. Hautaacha kukutana na hali za kuliza. Yesu akasema, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo unapomwamini Mungu, zipo hali ambazo hatuna budi kukutana nazo. Hizo tutakutana nazo kwa sababu Yesu alisema neno moja, ya kwamba iwapo wana uwezo wa kuutenda mti mbichi namna hii, basi ninyi mlio miti mikavu watawatendaji. Naweza kuwatendea zaidi ya vile walivyoutenda mti mbichi. Maana waliukunja mti mbichi. Kwa hivyo sisi mti mkavu ni mara moja na tunavunjika. Kama walimfanya Yesu yale waliomfanya, ambaye hakuwa na hatia,
wakamfanyia yale waliomfanyia, basi mimi na wewe hatuna budi na sisi hayo kutupate. Neno la Mungu linasema kwamba ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebul, basi na ninyi pia hivyo hivyo. Kwa sababu mwanafunzi hawezi kumzidi mwalimu wake, wala mtumwa hawezi kumzidi bwana wake. Lakini inatosha kwa mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, inatosha kwa mtumwa kuwa kama bwana wake. Hivyo yawe katika ufahamu wako ya kwamba katika safari ya imani inakuwaga na milima na mabonde. Hakutakosa mambo yatakayohuzunisha moyo wako. Hakutakosa mambo yatakayoleta uchungu katika moyo wako. Lakini yatakapokuja, ni vizuri kusimama, maana shetani anapoyaleta kwetu, kusudi lake ni kwamba tumuondokee Mungu. Anapoleta yale ya kuomboleza na kuliza, huwa shetani amelenga tuiondokee nafasi tuliyowekwa na Mungu. Sifiwe Yesu Kristo. Hivyo ni vizuri sana uweze kuandaa moyo wako, ufanye moyo wako kuwa hodari, ufanye moyo wako kuwa na ushujaa, ili yanapotukia uweze kustahimili na kuvumilia. Samueli wa pili sura ya 15. Na mimi umefika hapo. Ni mambo mengi, lakini utasoma mahali fulani. Usome kuanzia mstari wa 13, ushuke alafu utaruka mahali. Soma msomaji. Mstari wa 13, Samueli wa pili sura ya 15. Soma mstari wa 13. Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 13. Mjumbe akamfikia Daudi akasema, mioyo ya watu wa Israeli inashikamana na Absalomu. Mioyo ya watu wa Israeli inashikana na Absalomu. Basi Daudi akawaambia watumishi wake wote waliokuwa pamoja naye Yerusalemu, ondokeni tukakimbie, kwa kuwa tusipokimbia hapana mtu miongoni mwetu atakayeokoka mikononi mwa Absalomu. Akawaambia kwamba tuondokeni tukimbie, maana tusipoondoka kuna mtu anaweza kuokoka kwa mikono ya yule Absalomu. Ndio, endelea. Haya, fanyeni haraka tuondoke, asitupate kwa upesi na kutuletea maovu na kuupiga mji huu kwa makali ya upanga. Hao watumishi wa mfalme wakamwambia mfalme, angalia, sisi watumishi wako tutayari kutenda lolote atakalolichagua bwana wetu mfalme. Basi mfalme akatoka na watu wa nyumbani mwake wote wakafuatana naye. Mfalme akaacha wanawake 10 masuria ili kuitunza nyumba. Mfalme akatoka na watu wote wakamfuata. Hebu achie tu pale kwanza. Haya mambo ukipata nafasi wote ndio kujisomea nyumbani vizuri, lakini mimi nitasema visomo tu vile vifungo ambavyo vitatupatia mwongozo ili tuweze kuelewa. Soma maandiko ambayo yanamzungumzia Daudi mfalme ambaye alifika mahali ambapo moyo wake ulijawa na hofu na mashaka kwa sababu ya adui aliyesimama kinyume chake, ambaye alikusudia kumwangamiza yeye na wenzake.
ambaye anaitwa Absalom. Na Absalom ni mtoto wa Daudi, mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Lakini Absalom alifika mahali akaingiwa na tamaa mbaya, akataka kumpindua babake mzazi Daudi. Hivyo naye akajipanga na kujikusanya sawa sawa, akasema sasa lazima Daudi aondoke ili mimi niweze kuchukua nafasi. Na taarifa ile akaletewa Daudi ya kwamba Absalomu mwanao anakutafuta na kuwinda ili aweze kukuangamiza wewe. Kwa hivyo naye Daudi akaingiwa na hofu. Mambo yale yalimtishia sana Daudi. Akasema hapana, tuondokeni, tufanye haraka, tuondokeni hapa. Maana tukichelewa mabaya yatatukumba, mabaya yatatupata, maana hakuna mtu atakayesalia hata mmoja hapa. Kwa hivyo wakajiandaa na wakaanza safari. Daudi na bibi zake, labda wale maandiko yanasema masuria peke yake ndio waliosalia, lakini yeye, bibi zake na watoto wake na wale ambao walikuwa wakimtumikia Daudi wote wakaondoka, na wenyewe wakasema sisi lolote atakalosema Bwana wetu hilo ndilo tutakalofanya. Kwa hivyo wakawa tayari kuambatana na Daudi na kwenda kule ambako walikuwa wameamua kwenda, ili wajifiche wasije kupatwa na Absalom na wenzake. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo Daudi kuna wakati alipatwa na shida, alipatwa na mashaka na huzuni. Kuna siku moyo wake ulitishika kwa sababu ya hali iliyotokea katika maisha yake. Hata akaamua kuondokea Yerusalemu na kwenda jangwani ili ajiepushe na hatari ile. Kumaanisha kwamba huyu mzee aliingiwa na uoga moyoni mwake. Asifiwe Yesu Kristo. Pamoja na wenzake walifika mahali wakaogopa, na wakajua sasa njia ya pekee tuwe salama ni sisi tuondoke. Maana kweli Absalom alikuwa ameamua kumwangamiza Daudi na akamfuatia. Asifiwe Yesu Kristo. Kama vile na sisi leo tuko duniani, lazima kuna mambo ambayo yatakukumba katika maisha yako, yatakayoleta utisho moyoni mwako, yatakayokuogofya, ambapo hata unaweza ukasema kwa nini nilizaliwa, kwa vile yatakavyoutisha moyo wako. Ilifika mahali Ayubu akasema siku ile niliyozaliwa basi na iwe giza, na hata akamlani sana yule aliyepeleka habari za kwamba kuna mtoto wa kiume amezaliwa. Sifiwe Yesu Kristo. Kwa sababu ya masaibu, maana asingesema yale maneno mzee Ayubu, ni kwa sababu ya yale aliyopitia yalikuwa magumu sana. Nasema basi kwa nini nilizaliwa? Si bora ningefia tumboni? Kwa nini magoti yalinipokea? Bora ningefia hapo. Sifiwe Yesu Kristo. Naye Yeremia hivyo hivyo, kwa sababu ya masaibu aliyopitia, anasema siku hiyo iwe giza. Aliyetumika kupeleka habari kwamba kuna mtoto amezaliwa, huyo pia naye apate shida. Sifiwe Yesu Kristo. Kwa sababu ya yale mambo jinsi yalivyotishia maisha yake Yeremia. Na ikiwa hawa manabii waliopata kibali mbele za Mungu walipitia hayo, jua na wewe yatakupata siku moja. Sijui mara ngapi, lakini jua tu kuna siku lazima yakupate, yatakayofanya moyo wako kutetemeka. Asifiwe Yesu Kristo.
wenzetu yaliwakumba, hata kina Ayubu tunasoma jinsi yalivyowakumba. Lakini walikausha mioyo yao. Walifunga mioyo yao wakawa dhabiti, hata kama yaliwaumiza, hata kama yaliwatesa. Sifiwe Yesu. Tumejengwa katika msingi wa manabii na mitume. Yesu naye ndiye jiwe kula pembeni, na hilo jiwe kula pembeni, unajua jiwe kula pembeni huwa linatumika sana kupima yale mawe mengine na kuelekeza, huwa linakuwa hapo. Sisi wengine tunakuwa hapo katikati, maana yeye ndiye jiwe kula pembeni. Sisi wengine akina Pascal, akina Michael tunakuwa katikati. Lazima tupimwe kulingana na hilo jiwe pale limesimama. Likiwa liko hapa, Sami yuko kando, lazima asimame huku aende sawa sawa na hilo jiwe. Pamoja na Yohana pale na Baba Abeli, wote waende sawa sawa na hilo jiwe vile limesimama hapo. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atasazwa yale aliyopitia jiwe la pembeni, na wewe jua kwamba lazima utayapitia. Alipitia matukano nawe lazima uyapate. Alidharauliwa jiwe la pembeni, na wewe fahamu vizuri kwamba kuna siku lazima utadharauliwa. Walikuumiza, walikufanya kile walikufanya, kile ambacho wewe unaweza fanywa leo, Yesu alifanya. Sifiwe Yesu Kristo. Na manabii pia nao walipitia hii. Kwa hivyo si jambo geni. Yesu alipitia pale, na yeye ndiye jiwe la pembeni. Maandiko yanasema wewe ni jiwe lingine unafuatia na mwingine anafuatia. Lazima munyorosho sawa sawa na lile jiwe vile limesimama. Waashi wamelikataa, maana hawataki ile shida. Asifiwe Yesu Kristo. Maandiko yanasema waashi wamelikataa jiwe la pembeni. Waashi watumishi wa dini, au ndio wajenzi, lakini wamelikataa. Maana wakichunguza sana hali walizopitia manabii na Yesu, hakuna mtu angependa kupitia hapo. Kwa hivyo wanaona afadhali kuhubiri ile soft ili tusije tukapitia mashaka. Asifiwe Yesu Kristo. Maana ukijaribu lazima na wewe upitie na pale. Lakini wewe ambaye umependa kwenda mbinguni, jua hili jiwe lazima likunyoroshe. Lazima likunyoroshe. Lakini wengi huwa wanapenda yale mawe mengine ndio yajaribu kunyorosha hili la Yesu. Lakini hili la Yesu haliwezi nyoroshwa na mwingine. Hili ndilo ambalo linafaa linyoroshe wanadamu. Kwa hivyo sengine wanadamu wanajaribu kubadilisha injili uonekane kwamba yao iko sawa sawa, lakini haiwezi ingiliana na ya Yesu. Sifiwe Yesu Kristo. Lakini ni sisi tukubali tufanane na Yesu. Yesu hawezi kugeuka afanane na mwanadamu, lakini mwanadamu ndiye anafaa kugeuka afanane na Mungu. Kwa hivyo kuna yale lazima upitie maishani mwako. Wana wa Zebedayo na mama yao lipoenda kwa Yesu, yule mama akasema, nataka wanangu wawe mkono wa kuume na ule mwingine ni wa kushoto katika ufalme wako. Yesu kasema, mimi sina uwezo na jambo hilo, lakini je, kile kikombe ninachokinywea mimi wao wanaweza kukinywea? Na ule ubatizo niwezao kubatizwa mimi wao wanaweza kubatizwa? Wakasema ndio, kikombe hicho utakachokinywea na sisi tunaweza kukinywea. Sifiwe Yesu Kristo. Na ubatizo ule utakaobatizwa na sisi tutabatizwa na huo. Asifiwe Yesu Kristo. Sio mambo yaliyo rahisi, lakini tukikaa kwa Yesu tutaweza.
kuna mahali mambo mengine inakuwa ni vigumu kuyasimamia kwa jinsi yanavyotisha, lakini tukiwa na Yesu tunaweza kuyasimamia. Kuna sehemu zingine ni hatari, huwezi kusimama hapo, lakini ukiwa na Yesu unaweza kusimama. Sifiwe Yesu Kristo. Moto uliotengenezwa na Nebukadneza na wenzake ulikuwa mkali sana, na ulitisha, na kweli ulikuwa mkali, maana uliua wale mabahusa. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa na uwezo wa kusimama ndani ya ule moto. Sifiwe Yesu Kristo. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu unaweza kusimama pale pasiposimamika. Unaweza kuingia pale ambapo hapaingililiki ukiwa pamoja na Mungu. Ukiwa peke yako huwezi, lakini ukiwa pamoja naye utaweza. Sifiwe Yesu Kristo. Hivyo ni vizuri Mungu awe pamoja nawe katika hali zote ambazo unaweza kupitia. Maandiko yanasema hivi, 14. Aliposikia hayo, Daudi akawaambia watumishi wake wote waliokuwa pamoja naye Yerusalemu, tuondoke tukimbie, la sivyo hakuna mtu yeyote kati yetu atakayeokoka mikononi mwa Absalomu. Haya, fanyeni haraka tuondoke, asitukute na kutuletea maafa na kuupiga mji huu kwa makali ya upanga. Ifika mahali Daudi naye aliogopa. Alikuwa shujaa, maana aliwapiga Wafilisti, alimpiga Goliathi. Lakini ilifika mahali naye aliingiwa na hofu moyoni mwake. Nijua kwamba huyu hata nisaza, huyu atanimaliza huyu. Alikuwa na jeshi pia na yeye, lakini alifika mahali bado hakuamini kama lile jeshi alilokuwa nalo lingekuwa na uwezo wa kupambana na ile hali. Lakini alikuwa na jeshi, akina Yoabu alikuwa pamoja nao, alikuwa na majemedari, lakini alifika mahali aliingiwa na hofu na hakuamini kama jeshi alilo nalo lina uwezo wa kumpigania. Akasema hapana, kwa hali hii bora tukimbie, bora tuondoke, maana yatatupata leo. Na kweli wakafyatuka. Sifiwe Yesu Kristo. Daudi alikimbia mtoto wake wa kumzaa kwa sababu ya mambo magumu yaliyotishia moyo wake. Lakini pia na yeye kuna siku alipigana vita akashinda. Alipiga Wafilisti, alipiga Goliathi, watu mbalimbali alipiga na kuwaangusha wengi sana. Aliingia katika ngome ya Wafilisti na akawamwaga wengi sana, na kisha akawatahiri. Kwa hivyo alikuwa shujaa Daudi, lakini kuna siku moyo wake uliingiwa na fadhaa, moyo wake uliogopa. Asifiwe Yesu Kristo. Nawezekana huko nyuma kuna mahali umesimama vizuri, hata yalipokuja magumu ulisimama. Yalipokuja ya kutetemesha ulisimama. Yalipokuja ya kuuliza bado ulisimama. Lakini linaweza likaja lingine ukashindwa kulisimamia vizuri, likakutishia sawa sawa, na ukasema hapa hapana, hapa hapana, ngoja kwanza. Ukabadilisha mawazo. Asifiwe Yesu Kristo. Sisi ni wanadamu na tuko duniani, haya huwapata wanadamu. Lakini yakitupata tufanye nini? Ndiko yanasema watumishi wa mfalme, mstari wa 15, wakamwambia, tazama sisi watumishi wako tupo tayari kutenda lolote ambalo mfalme bwana wetu atalichagua. Basi mfalme akatoka akiandamana na watu wote wa nyumbani mwake isipokuwa masuria 10 aliyowaacha ili kutunza jumba la mfalme. Mfalme akatoka mjini akiandamana na watumishi wake wote
wakasimama mbali kuukabili mlima wa Mzeituni. Watumishi wake wote wakapita karibu naye. Asifiwe Yesu Kristo. Ilikuwa siku nyingine ngumu sana. Ilikuwa siku ngumu sana kwa Daudi siku zile. Maana katika maandiko nimesoma, lakini sijapata mahali ambapo unaona Daudi alitishika kama hivi. Sifiwe Yesu Kristo. Lakini sehemu nyingi tunaona Daudi anapita vizuri. Anapita vizuri tu na anashinda. Lakini hapo Daudi hofu ilimwingia. Maana ni mwanadamu. Asifiwe Yesu. Msomaji, soma mstari wa 30, nzia pale 30 kishuka. Hapo Wafalme penye umesoma, nzia mstari wa 30. Mstari wa 30. Yo. Daudi akapanda akishika njia ya kupandia mlima wa Mizeituni. Akapanda huku akilia, naye alikuwa amejifunika kichwa chake. Hebu rudia tena huo mstari. Mstari wa 30. Daudi akapanda akishika njia ya kupandia mlima wa Mizeituni. Akashika njia akipanda mlima, njia ya kwenda katika mlima wa Mizeituni. Akapanda huku akilia. Akapanda huku akilia. Naye alikuwa amejifunika kichwa chake. Naye alikuwa amejifunika kichwa chake. Akaenda hana viatu. Akaenda hana viatu. Na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao. Na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao. Kila mmoja wao wakapanda juu. Kila mmoja wao akipanda juu. Wakilia walipopanda. Wakilia walipopanda. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalomu. Daudi akasema 31. Daudi akasema, Bwana, nakusihi ugeuze ushauri wa Ahithofeli uwe ubatili. Aliposikia hizo habari akasema, nakusihi Bwana ugeuze ushauri huo wa Ahithofeli. Endelea. Ikawa Daudi alipofika juu, hapo Mungu alipoabudiwa. Ikawa Daudi alipofika juu, hapo Mungu alipoabudiwa, ndio. Tazama, Hushai Mwariki akaja kumlaki na joho lake likiwa limeraruliwa. Naye Hushai akaja kumlaki kiwa joho lake limeraruliwa. Endelea. Tena akiwa na udongo kichwani mwake. Tena akiwa na udongo kichwani mwake. Daudi akamwambia, ukienda mbele pamoja nami, utakuwa mzigo kwangu. Ndio. Lakini ukirudi mjini na kumwambia Absalomu, nitakuwa mtumishi wako, mfalme. Kama vile nilivyokuwa mtumishi wa baba yako tokea zamani. Hata wachia tu pale, maana ile mingine ni mipango aliyokuwa nayo Daudi. Asifiwe Yesu Kristo. Maandiko yanasema Daudi akapanda mlima wa Mizeituni huku akilia bila kuacha. Kichwa chake kimefunikwa na alikuwa akitembea miguu mitupu. Na watu wote waliofuatana naye walifunika vichwa vyao wakilia huku wakipanda. Asifiwe Yesu Kristo. Maana Daudi alifika mahali alijua sasa hakuna lingine ninaweza kufanya isipokuwa tu sasa nimwinulie Mungu sauti yangu ili anikumbuke katika hili jambo ambalo sasa menikodolea macho. Ndiko anasema Daudi alipanda ule mlima wa Mizeituni akilia bila kuacha, huku akiendelea na maombi pamoja na walioandamana naye. Nao maandiko anasema walikuwa wamefunika vichwa vyao wakilia na kuomba Mungu aweze kuwasaidia. Hata habari zilipoendelea kuja kwamba Ahithofeli pia ameungana na Absalomu,
Habari hizo ziliendelea kumfadhaisha zaidi Daudi. Akaendelea kumwomba Bwana, akasema, Bwana Yesu, geuza ushauri wa Ahithofeli uwe upuzi, usifanikiwe huo ushauri wao. Lakini anaendelea kupanda mlima huko akilia. Mambo ya ufalme sasa ameyavua. Asifiwe Yesu Kristo. Mambo ya vyeo, mambo ya kulindwa, sasa Daudi alikuwa ameyavua. Mambo ya kwamba mimi sasa hapa niko na bibi na watoto wako hapa, mimi ni mkubwa, niko na mapolisi wamenizingira, sasa haikuwa tena katika ufahamu wa Daudi. Niko anasema alikuwa bila viatu, miguu chuma, kiwa amefunika kichwa chake, akilia kwa uchungu kwa sababu ya lile ambalo anajua litatokea maishani mwake na si jema. Kimwambia, Mungu wangu nisaidie kwa hili. Najua hayo ndio yalikuwa maombi yake, kwamba Bwana niondoe katika hili, maana mimi siwezi kutoka kwa hili. Usipokuja na kunisaidia hapa sitoki. Usipokuja na kunishika mkono hapa naisha. Hivyo ukuje unisaidie leo. Akasonga mbele akilia na kuomba Mungu nisaidie. Sifu Yesu Kristo. Wazi kwamba jambo hili lilikuwa gumu na zito kwa mfalme Daudi. Mtu ambaye amewapiga wafalme wengi, amewaweka chini wafalme wengi, ameweka chini majemedari wengi. Goliathi aliweka chini. Lakini jambo hilo lilimshtua moyo wake sana. Asifiwe Yesu Kristo. Kupanda mlima ni yale magumu, kwamba alipanda mlima akilia, ni ile hali ngumu anayopitia. Lakini bado alikaza uso wake, bado kuendelea hivyo hivyo hata kama hali ni ngumu, lakini hakuacha kupanda mlima, alisonga mbele tu, akimuomba Mungu bado katika hali hiyo hiyo. Ni hali ngumu, maana ilimuuliza, ilimchosha moyo wake, mambo yaliyomfanya alie. Lakini pamoja na kwamba aliomboleza na kulia na kuingia uchungu, hakuacha kuomba Mungu, aliendelea. Hilo ndilo jambo ambalo tunafaa kulishika sana. Sifiwe Yesu Kristo. Maana watu wengi wanapokuwa katika hali ya taharuki, wanapokuwa katika hali ya mateso na dhiki, wametishika, huwa watu mahali hapo huwa hakuna tena maombi. Wanaangalia ile hali iliyowakumba, wanaacha kumwabudu Mungu, wanaacha maombi. Lakini njia pekee itakayokusaidia mpendwa kwa hali hiyo bado ni maombi. Asifiwe Yesu Kristo. Wewe lia tu, lakini katika kulia kwako na kuhuzunika kwako, kule unakopitia, mwelekezee Mungu haja ya moyo wako. Asifiwe Yesu Kristo. Usiache kumwita Mungu kwa hali hiyo, maana hakuna msaada pengine isipokuwa kwa njia hiyo. Maana ukinyamaza utaendelea kupata shida, ukitulia utaendelea kuumizwa. Lakini kwa hali hiyo ya maumivu, wewe usiache kuomba. Asifiwe Yesu Kristo. Hali ni ngumu kweli, zimekutishia, zimekuweka chini, lakini endelea kuomba. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Asifiwe Yesu Kristo. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ukiona hata Mungu ameyaruhusu ya kukumbe mashaka hayo, Mungu alijua atakuokoa vipi. Ni wewe mwenyewe tujikusanye sawa sawa. Sifiwe Yesu Kristo. Watu ukata tamaa katika hali zile ngumu, ukata tamaa zinapowakumba. Lakini tuchukue mfano wa mfalme Daudi. Maandiko yanasema alipanda ule mlima akilia bila kuacha, akiomba Mungu amsaidie.
pamoja na wale wengine wote pia walifanya, maana pia nao hawakusazwa, maana angeuliwa Daudi na wao wangeuawa. Chochote kingempata Daudi na wao pia kingewapata. Kwa hivyo kila mtu ile hali ilimtishia. Si majemedari, si bibi zake Daudi, wote walitishika. Lakini hawakuwa na njia nyingine. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu Daudi ni kiongozi bora sana. Maana asinge wakusanya wenzake na kuelekeza ni nini wafanye, hawa anaona wangeshindwa. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini akawaonyesha ni nini wanafaa kufanya katika hali hili. Ya kwamba hali hii imetukumba kweli na imetutishia maisha yetu. Imetuumiza hali hii. Lakini ni nini tufanye? Hakuna kingine isipokuwa kwa mateso haya, kwa dhiki hii, tuendelee kujikabidhi kwake Mungu. Tujikabidhi kwa Mungu. Kwa sababu yeye peke yake ndiye anaweza kutuokoa kwa hili. Yeye peke yake ndiye anaweza kututoa kwa hili. Asifiwe Yesu Kristo. Unaona, katika hali zote ambazo mwanadamu anapitia katika safari ya imani, ni Mungu peke yake ndo anaweza kumuokoa. Ni Mungu peke yake ndo anaweza kumsaidia. Tofauti na hilo hakuna mwingine ambaye anaweza kuja katika maisha yangu kunisaidia ila Mungu peke yake. Asifiwe Yesu Kristo. Umeonyeshwa jinsi ambavyo wengine walipitia hali ngumu kama Yeremia. Jinsi ambavyo mfalme alikuwa kinyume chake mpaka akamtumbukiza katika kisima cha matope. Kwa sababu Yeremia anatabiri kinyume cha Israeli. Na akasema lazima sasa huyu mtu tumuondoshe duniani. Maana gombo hili halikufaa lisomwe. Wakamchukua Yeremia, wakamtupa katika kisima cha matope, wakamzamisha huko, wakajua sasa atesekee huko mpaka afie huko. Sifiwe Yesu Kristo. Alikuwa jambo rahisi, lakini kule katika kisima cha matope, hata Mungu leo anamsifu na kumzungumzia kwamba ni nabii bora, ni kwa sababu aliyastahimili. Ni kwa sababu aliyavumilia. Naye Mungu kwa wakati wake akatuma msaada. Na watu wakaenda kule na wakatengeneza kamba, wakampelekea kule Yeremia ili wamnasue, wamtoe katika shimo lile la matope. Asifiwe Yesu Kristo. Ni mateso makali. Lakini aliyavumilia yule mzee. Tumesoma jinsi ambavyo akina Yohana, Yesu Kristo mkombozi wetu, walioyapitia. Akina Stephen jinsi walivyoyapitia. Yalikuwa mazito na makali katika maisha yao. Lakini kwa wakati wake Mungu akipenda kukuokoa, anakuokoa. Stephen alipigwa mawe akafa, hakuweza kuokolewa katika hali ile. Akakata roho. Na wengine tunasoma jinsi walivyookolewa katika hali zao za dhiki na mateso. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu akipenda, akitaka, akikubali, akiruhusu upitie, kitu cha kufanya usiache kuomba. Usiache kujikabidhi kwa Mungu. Maandiko yanasema uwe mwaminifu hata kufa. Tena anasema hivi, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima.
huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Gereza ni mateso ambayo unaweza ingia wewe leo. Iwe ni magonjwa, iwe ni shida ya nyumbani, kifamilia. Hili ni gereza. Lakini katika hali ile mpendwa, jikabidhi kwa Mungu. Usimwache Mungu kwa sababu ya hali ngumu unayopitia. Usikate tamaa kwa sababu ya hali hiyo. Maana Yesu alituonyesha mfano ulio bora. Msalabani Yesu aliomba maombi. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona ni kama umeniacha? Wewe unafikiria hayo maombi ni maombi kidogo? Kwa sababu ya hali aliyopitia, moyo wake uliingiwa na hofu, maana alikuwa katika mwili wa kibinadamu. Lakini najua alitaka kutuonyesha njia, kwamba ukiwa katika mwili huu kuna yale yanaweza kukufadhaisha, ukaona ni kana kwamba Mungu hayuko pamoja nawe. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, leo ni kama umenisahau. Yote ni maombi. Asifiwe Yesu Kristo. Bwana Yesu alikuwa akiomba pale msalabani. Kumaanisha na sisi tunapokuwa katika dhiki yetu tunafaa kuomba. Maana alipokuwa msalabani hakuanza kuwarushia matusi wale maadui zake. Hakunungunika wala kulalamika. Lakini ilibaki maombi na kumwambia Mungu hata wasamehe, maana hawajui wafanyalo. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapokuwa katika mateso, unapokuwa umefinyiliwa, ni magonjwa, unasikia uwezi hata kuinua sauti kwa maombi, moyo wako bado uunganisha na Mungu. Nafika mahali mwanadamu katika ugonjwa anashindwa hata kuongea, hawezi kuongea tena. Lakini moyo wako na uombe, mawazo yako na yaombe, na yamlilie Mungu kwa hali unayopitia. Asifiwe Yesu Kristo. Usiache kuomba. Hata kama umefungwa kinywa, wakati huwezi tena kuzungumza, watu wafanye kukubeba tu, huwezi kufanya lolote tena, watu wafanye kukulisha tu, lakini moyo wako uzungumze na Mungu. Usitaharuki ukashindwa kuongea na Mungu. Katika hali ile, ongea na Mungu. Huo ndio wakati mzuri wa kumwambia Mungu, safisha moyo wangu, takasa moyo wangu, nipe nguvu. Sifiwe Yesu Kristo. Katika hali hii, njoo niokoe. Mwite Mungu, mwambie njoo nisaidie. Nisaidie katika hili. Hatuna mwingine wa kumlilia. Hatuna mwingine ambaye tunaweza kumkimbilia. Katika hali ya mateso, hakuna mwingine unaweza kumkimbilia. Huwezi kimbilia mwanadamu. Mwanadamu hata kusaidia na kitu. Hata kama watakusaidia, lakini msaada wao utakuwa wa uchache, si kama wa Mungu. Kama watakusaidia ni kwa asilimia kidogo, lakini si kama atakavyokusaidia Mungu. Asifiwe Yesu. Hivyo tunahitaji kuunganisha mioyo yetu na Mungu. Jana nilielezea ndugu zangu ujumbe nikiwa kanisani, lakini najua alikuwa anajaribu kuniandaa kwa mambo fulani, ambapo niliona nilikuwa na pikipiki, kwa nimembeba mwenzangu, tunaenda, nilikuwa tumebeba na mzigo fululiza na ile pikipiki. Nikiwa karibu na pale kwenye ambapo tunafaa kufika,
bosi akatokea ambaye ndio alikuwa ni mkubwa wetu. Akazungumza nami akiwa mbali. Akasema nirudi na pikipiki mpaka mahali fulani nikachukue mbao. Kwa ni mbao za 61. Sema kachukue mbao 7. Kwa hivyo ikatulazimu pale tumefika turudie pale pale. Lakini nikiwa tunaenda na ile pikipiki nikawa nafikiria zile mbao naenda kuzichukua. Tena niko na mzigo mwingine. Tena niko na huyu nimebeba. Nitaweza kweli kubeba yote? Lakini nikawa nimejipanga katika mawazo yangu kwamba zile mbao nitahakisha kwamba nazipeleka kwanza, na ule mwingine ambao nitakuwa nimeshindwa kubeba nitarudia trip ya pili. Lakini tukafika mahali ambapo palikuwa na mlima mkali. Kapanda ule mlima, lakini pia mbele yangu ama nasema opposite, mkabala, palikuwa na barabara nyingine ambayo ilikuwa chenye kimetutenganisha na hiyo barabara ilikuwa ni kamsitu fulani. Niseme kabushi, si kamsitu, maana ni kabushi mahali ambapo pana miti tu mifupi kama kakichaka hivi. Naweza kuona ile barabara nyingine ngambo nyingine. Sasa kwa sababu nilikuwa nimepanda ule mlima, nikaona kama hapa sasa si hapa ni karibu, naweza tu kukata na hapa, maana nilichokuwa nataka ni ile barabara nyingine. Nikasema si nikate tu tayari na hapa huko moyoni, badala kwenda na hapa mlimani nikate tayari na hapa nifikie ile barabara nyingine. Baadaye moyo wangu ukanikanya tena, ukaniambia hapana, usiende na hapo, lakini endelea tu na huo mlima. Basi nikaenda tukamaliza mlima. Nikamwambia yule mwenye nilikuwa naye shuka kidogo, nipande hii beskeli alafu utadanda, maana iligeuka ikawa beskeli. Alafu utadanda. Kweli nikapeleka ile beskeli na yule mwenzangu akapanda ile beskeli tukaenda. Lakini ile njia ilikuwa tulifika mahali kukawa na mteremko. Lakini mteremko ule ulikuwa rafu sana. Maana ni kama ilikuwa sijui ni njia ya maji, maana hapo katikati kulikuwa na kama kamtaro kembamba. Lakini beskeli inabidi ipitie pale katikati, maana ukipitia huko kwingine mnaweza mkaanguka. Na beskeli ilikuwa spidi kwa sababu ni mteremko. Hivyo nikapewa ufahamu ya kwamba vile unavyoendelea hakikisha pia na breki unashika. Usiache ikaenda free, lakini vile inavyoteremka speed hakikisha pia na breki unashika ili isiende na ule mwendo wa kasi sana. Hivi nikawa nashuka na ile baiskeli nikiwa nimeshika breki iendelee kupunguza polepole. Kashuka na ile baiskeli, lakini nilikuwa nimempakia nyuma, naye alifika mahali kama ananifinya, sijui ni ile hali ya mteremko ndo alikuja mbele sana, lakini sikuweza kuzingatia sana kwamba ananifinya. Kaendelea tu na ile safari. Tukafika mahali pengine ambapo palikuwa na huu mchanga wa kujengea. Ulikuwa mwingi sana kwa hiyo barabara. Mwingi sana ambapo baiskeli haiwezi kupita. Inabidi mshuke. Kwa hivyo tukafika pale tukashuka. Kamwambia yule ndugu, sasa tutembee mpaka tutakapotoka pale mahali. Na tukaendelea. Asifiwe Yesu Kristo. Wazi kwamba maisha yetu ya safari ya imani yanapanda shuka nyingi, lakini usigeuze mawazo yako ili uweze kupata afueni. Lakini hakikisha kwamba unasimama katika pale ambapo Mungu amekuweka. Hapo lisimamie neno la Mungu. Maandiko yanasema uwe mwaminifu hata kufa. Naweza fika mahali ukasema lakini si nifanye tu hivi, maana nikifanya hivi hii shida inapungua. Nikifanya hivi hii shida inaisha.
lakini ikawa njia unayotumia si sawasawa, unatumia mahali ambapo sipo ulipoelekezwa na Roho Mtakatifu sawa na neno lake. Lakini pale ambapo ndo nafaa upitie, panazidisha uchungu, panazidisha uzito. Lakini kwa sababu hiyo ndiyo njia, ni vizuri upitie hapo. Sifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu yangu na dadangu, nakwambia kweli ya kwamba katika maisha yetu tutakumbana na mambo. Najua kuna yale umekumbana nayo nyuma, lakini elewa kwamba kuna mambo utakumbana nayo mbele. Lakini ukikumbana nayo, njia bora ni ipi ya kufanya ili tumpendeze Mungu? Ni vipi tufanye? Si wakati wa kulalamika unapokuwa katika dhiki. Si wakati wa kunungunika wala wa kulaumiana unapokuwa katika hali ngumu. Lakini kabiliana nayo kwa kujikabidhi kwa Mungu mwaminifu. Mkabidhi Mungu mashaka yako, hali yako. Mwambie Yesu, hii ingilia kati, siwezi. Saidia hapa. Asifiwe Yesu Kristo. Yeye atakusaidia. Maandiko yanasema hivi: Daudi akapanda mlima wa Mizeituni huku akilia bila kuacha. Kichwa chake kimefunikwa na alikuwa akitembea miguu mitupu, na watu wote waliofuatana naye walifunika vichwa vyao wakilia huku wakipanda. Daudi alipofahamishwa Ahithofeli yupo pamoja na waasi na Absalomu, akasema, e Bwana, nakusihi ugeuze ushauri wa Ahithofeli kuwa ni upuzi. Mpendwa, nizafika mahali hata wale wenye umewategemea katika maisha yako nao wakasimama kinyume chako, wakazidi kuongeza uchungu katika maisha yako. Kwa sababu kama kuna jambo huwa linahuzunisha, ni yule mtu wako wa karibu badala ya kukusaidia ndo anakuumiza. Hapo ndipo huwa kuna uchungu zaidi. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini Daudi akamuomba Mungu, akasema, sasa shauri lao, ewe Bwana wangu, ligeuze liwe upuzi, libadilishe. Kwa hivyo katika hali unayopitia ndugu, kwa hali unayopitia dada, ni ngumu, ni kweli, ni nzito, ni kweli, lakini elewa hivi kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ndiposa unapitia hayo. Ni kwa sababu wewe jina lako liko katika kitabu cha uzima, ndiposa unapitia hayo. Sifiwe Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Danieli 12 ya kwamba kutatokea dhiki ambayo namna yake haijawahi kutokea tangu kuanza kuwepo kwa taifa. Lakini huyo Mikaeli, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, siku hizo atasimama. Sifiwe Yesu Kristo. Ili kuwatetea wote ambao majina yao yapo katika kile kitabu cha uzima. Kwa hivyo kuna msaada kutoka mbinguni. Wewe simama tu. Kuna msaada utatumwa katika maisha yako katika hali yoyote ile. Haijalishi ni jambo gani hilo zito ambalo unaona ni kama sasa linakuburuta, ni kama unashindwa, huwezi endelea tena,
lakini jipe moyo. Kuna msaada kutoka mbinguni. Mikaeli aliwekwa kwa sababu hiyo. Hiyo ndio kazi special ya Mikaeli. Kisoma kitabu cha Enoch. Hiyo ndio kazi special. Kazi yake ni kuwatetea watakatifu, ni kuwapelekea msaada. Asifiwe Yesu Kristo. Mungu amewapanga, ametupangia malaika ambao wanatusaidia. Akina Fanueli, unapokuwa katika magonjwa, wapo malaika wanaotuombea. Wao huchukua sala zetu na kuzipeleka kwa Mungu na kutuondolea magonjwa. Mwambie Yesu, mtume malaika wako Fanueli, shughulikie hii hali ninayopitia. Simama mwenyewe Bwana, simama nipigane. Simama mwenyewe Bwana, simama waweza. Simama mwenyewe Bwana, bila wewe siwezi. Simama mwenyewe Bwana, simama nitetee. Simama mwenyewe Bwana, simama Baba, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe vita si vyangu, simama mwenyewe vita ni vyangu, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe simama Baba, simama mwenyewe simama nitetee. simama mwenyewe Simama Yehova, simama mwenyewe Bwana, haleluya. simama mwenyewe Simama Baba, simama mwenyewe Bwana, simama Yehova,